Swali langu ni la kuhusu majini. Majini kama ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Kama wanadamu, kuna wale wanadamu wazuri na majini wazuri, si ndio? Sasa kama wataka kufanya ibada, yani ama ni kiwango gani waweza kuwa mpaka wafanya ibada na majini? Kama wale majini wazuri unaweza waona, wale wabaya pia kama unaweza, wale majini wa kutuma kama na waanga vitu kama hizo, unakuwa yani ni level zipi za ibada? Swali zuri umeuliza. Asema kuhusiana na majini. Sawa Anasema katika binadamu kuna binadamu wazuri na binadamu wabaya, na katika majini pia kuna wazuri na wabaya. Sasa yeye ameuliza kuna level gani ya ibada ukifanya itakuwa wale majini wabaya wanakaa mbali na wewe, wanakukimbia, lakini wale wazuri wanakuja karibu na wewe. Kitu ya kwanza umezungumza ni ukweli na ni sawa. Sisi binadamu tumeumbwa na Mungu na majini wameumbwa na Mungu, sio binadamu kuna wazuri na wabaya, na majini pia kuna wazuri na wabaya. Malaika ndio wote ni wazuri, hakuna wabaya, si ndio? Wote ni wazuri. Funga mlango, wache kelele. Sasa hiyo ya kwanza umezungumza ni kweli na ni sawa. Hata Qur'ani inasema hivyo, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungu anasema sikuumba binadamu wala majini isipokuwa waniabudu mimi wote. Sawa Sote tumeamrishwa tumwabudu Mungu mmoja. Pati ya pili yako ya swali, level gani ya ibada unaweza kufanya mpaka ukanini majini wabaya wakakaa mbali, majini wazuri wakakaa karibu? Sisi msingi wetu wa kufanya ibada si kuwa karibu na majini wazuri wala wowote. Sisi kufanya ibada ni kuwa karibu na nani? Mungu. Sasa majini watajua wenyewe, watakuwa mbali, watakuwa karibu, wao wako kwenye ulimwengu wao na wao wana maamrisho yao, kama watafuata kwa Mungu shauri yao, na kama hawatofuata wataadhibiwa wao wenyewe. Lakini sisi kama binadamu haituhusu sisi mambo yao. Sisi inatuhusu mimi mwenyewe, je, niko karibu na Mungu? Ukikuwa karibu na Mungu, kila kitu kizuri kitakuwa karibu na wewe, na kila kitu kibaya itakuwa mbali na wewe. Wala hutotafuta jini wala nani wala malaika, wewe unatafuta nani? Mungu peke yake. Kwa sababu ile attention yako wewe ukishakuiweka, mimi nataka nifike level fulani ya ibada, sawa, tayari wewe ushaharibu. Kwa sababu gani? Utajiona mimi niko level ya juu ya ibada. Mimi kila nikifanya ibada najisongeza karibu na Mungu, kila nikifanya ibada najisongeza karibu na Mungu. Kama kweli kuna hao majini wazuri, sawa, ni wao na Mungu wao, wafanye uzuri wao wakiwa na Mungu. Kama kuna wabaya, wao na ubaya wao, wao na Mungu. Lakini mimi wale wabaya nikiwa niko karibu na aliyewaumba, wataweza kunidhuru kweli? Hawezi. Hata nisipowaona, nikiwaona. Na mambo ya majini ni mambo ambayo kwamba mara nyingi utapata wale wabaya wataka kukupoteza, wakuweke mbali na Mungu. Ndio maana yeye anambia wewe mwabudu Mungu kwa ajili ya Mungu peke yake. Na wale usiwe na hamu wako kweli, nataka niwaone wale, maana ya Mungu kuwaficha hatuwaone ni nini? Kwa sababu hatuwezi sisi kuwaona. Waweza ukawaona ukashtuka ukarukwa na akili labda, kwa sababu ni viumbe viko tofauti. Kama malaika hatujui wako vipi, majini hatujui wako vipi. Wajuaje ukiwaona wako watakuwa vipi ama watakufanyia nini? Kwa hivyo wewe kama unataka kujilinda na kitu kibaya ama na mambo mabaya yote, kuwa karibu na Mungu. Basi hiyo ndo nitakwambia. Sawa Kuna mwingine akona swali? Nauliza kama wewe si Muislamu ni vibaya kuvaa kanzu? Swali zuri sana. Nasema kama wewe si Muislamu, je, ni vibaya kuvaa kanzu? Kama wewe si Muislamu, hakuna ubaya yoyote. Sio kuvaa kanzu tu, hata kuingia watu wakipray msikitini unaweza ingia ukakaa ukaangalia tu watu wanapray vipi. Kama ni mswahafu ama Qur'an uchukue uiangalie, hauna ubaya. Unataka kuvaa kanzu, unataka kuvaa kofia, nyinyi mnaita walai, sio? Inaitwa kofia. Ukitaka kuvaa unaruhusiwa, utavaa. Sawa Kwa hivyo kama si Muislamu
unataka kuona mambo ya Waislamu, kuvaa mavazi ya Waislamu, kusoma kitu kuhusu Waislamu na Uislamu, hakuna ubaya wote. Unakaribishwa, unaruhusiwa, na si leo peke yake, siku yoyote ukitaka kuingia kwa msikiti wewe ingia. Sawa? Hiyo ndo swali yako ilikuwa. Mwingine hapo na swali? Nataka mmalize maswali yenu alafu na mimi niulize swali yangu pia. Tushamaliza maswali yenu. Sasa mimi swali yangu zaidi ni hawa ambao wametembea ndani ya msikiti na hawa ambao tumeanza nao, sijui wenzetu wao waliochelewa washatembezwa ama bado? Haya, nyinyi pia mtatembezwa kwa msikiti, na yale mliosikia hapa pia mtayasikia tena mara ya pili. Mimi swali yangu nataka kuuliza, mfano tu sasa hivi nikikwambia, je, ungependa kuwa Muislamu, jibu lako itakuwa ni nini? Jibu lolote, usiogope. Haya zote zikija bana tafadhali. Kuwa Muislamu kwa sasa. Kwa sasa, kwa leo hapa. Kwa leo hapa. Kwa leo tu. Kwa leo naweza jaribu. Naweza jaribu. Sawa, vizuri. Twende hapa. Ni swali manake hiyo. Mimi nimeuliza. Si nyinyi mmeuliza yenu, mimi nimeuliza yangu. Je, ukiambiwa ungependa kuwa Muislamu, jibu lako itakuwa ni nini? Kuwa free, kuwa free. Mimi siwezi kuwa, wacha nifikirie kidogo. Sawa, vizuri. Asema yeye kwa sasa, kwa leo anaomba nafasi ya kufikiria. Ni sawa? Mzee wangu. Kwanza leo nimekuwa Muislamu. Sasa ushakuwa Muislamu? Mashaallah. Takbir. Haya. Tutafikiria tu. Tafikiria, sawa. Peana tu. Ndio. Ndio. Sawa. Kwa sasa siwezi kuwa Muislamu, lakini kwa muda baada ya kupata elimu zaidi. Tafikiria. Sawa. Taranisi. Nenda kupatia hiyo. Mpe biskuti na peremende. Nilishakuwa. Huwa shakuwa. Kwa sasa bado tafikiria. Sawa. Mimi Muislamu. Muislamu ndio. Ningependa. Mashaallah. Takbir. Sawa. Hao wengine bado hawajatembea, sio? Hapana. Nyinyi bado, nyinyi mtatembezwa kwanza kisha kuja tena. Kwanza mimi nilikuwa napenda hiyo dini sana, kwa sababu wakati mwingi mimi hufanya na Waislamu, hata hao wananijua, hata ile kijana wananijua. Hiyo mtaratara wanjua, si wananijua, lakini nataka kuinjua. Sawa. Ndio tu pamoja. Sawa. Nataka kuwa Muislamu. Nataka mimi naweza kuwa Muislamu, maanake sikuona ubaya wa Uislamu. Sawa. Lakini nitafikiria kidogo. Tafikiria kidogo, sawa. Hata mimi naweza kuwa Muislamu lakini nafikiria. Sawa. Asante sana. Hawa ambao wamesema wafikiria tutawapa muda, si ndio Hawa ambao sasa wataka kusilimu, ilikuwa ni nani na nani? Hapa na huyu. Wamesema nitajaribu. Kwa hivyo kuwa Muislamu ama kuisilimu si kitu ndefu, sawa Labda hata dakika moja ifiki. Ni kusema maneno na ukubali kwa moyo wako tu. Mimi nakubali kwa moyo wangu ya kuwa Mungu ni mmoja, ana msaidizi, ana mshirika wake. Nakubali kwa moyo wangu Nabii Muhammad nabii wa Mungu. Nakubali kwa moyo wangu manabii wote na Isa, Yesu wote ni manabii wa Mungu. Hiyo ukisema hivyo kwa moyo wako umekubali, wewe ushakuwa Muislamu. Hakuna kitu nyingine yoyote, hakuna sharti nyingine wala sheria wala itaje process. Sawa Kwa hivyo tuanze, sio? Tuanze na nani? Haya. Bismillah.